Kwa ibada ya leo nina waalika wote kwa pamoja, tutakuwa na tafakari fupi ambayo inatuelekeza kuwa na au ambayo imebebwa na somo linalosema au mada inayosema kuacha alama. Kuacha alama. Ninapozungumzia habari ya kuacha alama, tunaweza tukawa na mtazamo au muonjo wa namna tofauti. Wale ambao wamepata nafasi ya kupitia katika vyama hivi Pathfinder, Adventure ama mabalozi au YA au vijana wakubwa, sizungumzii habari ya picnic ile ambayo tunafanya wakati mwingine, sio picnic, hiking. Mnapokuwa mnafanya saa zingine mnalazimika kuacha alama fulani ili ziweze kutoa utambulisho kwa wale wanaokuja. Lakini sizungumzi habari ya alama zinazoweza zikafanywa kwa ajili ya kuelekeza vibao vyetu vya makanisa viko wapi, au alama vinavyoelekeza makanisa yetu au maeneo yetu ya kufanya ibada yako wapi. Sizungumzii alama ambazo zinaweza kuwa barabarani, lakini ninachozungumza asubuhi ya leo na waelekeza kadri inavyowezekana ni kuyaishi maisha ambayo yataacha kumbukumbu katika maisha ya wale utakaokuwa umewaacha, au kuishi maisha ambayo yataacha kumbukumbu zilizochanya katika mioyo ya watoto wa Mungu ama watoto wa kiume na wa kike katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Maana upende usipende, kwa namna yote utakayofanya, ni aidha unaweza kuchagiza mambo mema kwa maisha ya mwanadamu, au unaweza ukachagiza au ukapelekea alama zilizo hasi. Unajua mimi na wewe, Ayubu alikwisha kutuambia, kitabu cha Ayubu sura ya 14 ukisoma inatuonyesha kwamba maisha ya mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Ameenda, lakini fungu la 5 anasema amewekewa mipaka asiyoweza kufanyeje kuipita. Kwa kuna siku tu, kama sio leo kesho, kuna siku utapumzika. Lakini swali la msingi ni kwamba maisha yako umeyaandaa vipi? Ni alama zipi ambazo umeziacha, au ni alama gani ambazo umekusudia kuziacha? Sizungumzi hasa kuwa na majengo makubwa au kufanya vitu vingi vikubwa sana, lakini alama ambayo natamani kuizungumzia ama urithi ambao unapaswa kuacha ni kugusa mioyo ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza habari ya alama ambayo naenda tuitafakari sote kwa pamoja, ni alama iliyochanya ambayo si nyingine bali ni kuacha mioyo ya watoto wa kiume na wa kike wa Mungu wakifurahi kwa yale matendo mema uliyofanya katika maisha yao. Na hivyo tafakari yetu imejengwa katika kile kitabu cha Matendo sura ya 9 na mstari wa 36 hata mstari wa 42. Hapo ndipo somo letu limejikita. Kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36 hata 42. Biblia inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwapo Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa, hata walipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Linda ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu 2 kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba, kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye alipofumbua macho yake na alipomwona Petro akajiinua akaketi, akampa mkono akamuinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane wakamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu na Mungu liye hai, asubuhi hii tunapoendea msaa ya mchana, ninakualika tena katika ibada ya leo. Mimi niliye dhaifu, hakuna namna ninavyoweza kulifafanua neno lako inavyopaswa. Ombi langu kwako kwa asubuhi tena kwa mara nyingine, karibia uweze kutufundisha kila mmoja wetu. Ukanong'one na kila mmoja wetu na kumfafanulia neno lako. Hivyo Roho wako mwema akaendelee kuwa nasi akitufundisha na kutuelekeza, ili sote kwa kadri ya uwezo wetu wa kupokea tukalifafanue neno lako, tukaweze kulibeba na zaidi likatusogeze karibu na wewe, kwa jina la Yesu, amina.
Wakati fulani niliwahi kusoma kisa cha bwana mmoja anayefahamika kwa jina la Alfred Nobel, aliyeishi miaka zamani kidogo. Historia inamuonesha kwamba huyu bwana alizaliwa katika familia ambayo ilikuwa inaamini na mzazi wake walikuwa wakifanya vizuri kwenye masuala ya uhandisi au katika elimu ya sayansi. Kwa hiyo Alfred alivyokuwa alipendelea sana masuala ya kuvumbuzi, lakini hata hususan masuala ya kisayansi. Maisha yake alivyoenda alifanikiwa kufanya mambo mengi, lakini wakati ambao anakuwa, dunia ilikuwa inapata changamoto ya namna gani ya kuweza kuvunja miamba ili waweze kutengeneza, hasa kwenye habari ya ujenzi wa barabara ama ujenzi wa miundombinu, kwa maana hata pamoja na reli, au watu ambao wa migodini, namna gani ya kuweza kuvunja miamba katika swala zima la kutafuta madini. Hivyo Alfred Nobel, baada ya maisha yake kwa muda fulani akiwa amebobea katika eneo ya kemia, akafikia hatua aliyofanikiwa kupata uvumbuzi wa kemikali moja ya dynamite. Baada ya kuwa amelivumbua, iliwasaidia hasa wachimbaji wa madini kuweza kuvunja ile miamba kwa urahisi, au wajenzi wa barabara ama miundombinu kwa urahisi, ambao ajenda kubwa ilikuwa ni kushughulika namna gani anaweza akafanya waweze kuibomoa au kuvunja miamba. Kwa nini? Kwa urahisi. Baadaye maisha alivyoenda, Alfred akafanikiwa kuja na uvumbuzi kupitia kampuni moja ya kwake ya uhandisi ya Bofors. Baadaye akaibadilisha kuwa kampuni maalum iliyotumika kwa ajili ya kutengeneza silaha za kivita, na hivyo akajizolea umaarufu na utajiri mkubwa kwa sababu ya ule uvumbuzi na zile silaha zilizouzwa katika mataifa mengi mbalimbali. Hivyo Alfred Nobel akapata fedha nyingi. Lakini jambo la pekee likatokea alipokuwa na miaka 55 mwaka 1888, wakati ambao kaka yake alikuwa ameenda Ufaransa kwa ajili ya majukumu yake. Akiwa kule Ufaransa, bahati mbaya alipoteza maisha, na baada ya kuwa amefariki, waandishi wa habari ama watu wa media wao wakajua ya kwamba aliyefariki ni nani? Ni Alfred Nobel. Na hivyo kesho yake magazeti yakaandika, yule aliyejipatia utajiri kwa kutengeneza kifo, jana na yeye amefariki. Waliandika, yule aliyevumbua njia ya kuua watu wengi kwa wakati mfupi, na yeye jana alifariki. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, yule aliyepata utajiri kwa kuvumbua njia ya kuua watu wengi kwa wakati mfupi, na yeye jana alifariki. Hiyo ni title. Wakaanza, Alfred Nobel aliyejipatia utajiri mkubwa kwa baada ya kuwa amevumbua njia namna gani ya kuweza kuangamiza watu kwa muda mfupi, na yeye jana alifariki. Na hivyo Alfred anaposhika gazeti, alipopata nafasi ya kusoma gazeti, akasema, hiki ndicho watu wanachokizungumza juu yangu. Akatekewa, akasema, ina maana huu ndio urithi nitakaouacha. Baada ya kuwa nimelala, hivi ndivyo watu watakavyozungumza. Hivyo Alfred Nobel akaamua kufanya mabadiliko chanya katika maisha yake. Akaamua kuanzisha taasisi moja ambayo ilijikita kwa kazi kubwa moja ambayo ilikuwa inashughulika na kupromote au kuchochea habari ya amani duniani, lakini akitamani kuchochea viongozi waweze kutoa training kwa habari ya viongozi waweze kuwa viongozi bora. Lakini alijikita katika maeneo makubwa matatu. Katika eneo la fasihi andishi, kwa maana alikuwa akitoa tuzo kwa waandishi wa literature wanaofanya vizuri, lakini akiwa anatoa tuzo kwa wanasayansi au wavumbuzi katika eneo la sayansi, lakini akiwa amejikita kwa wale watu ambao walikuwa wakipambania habari ya amani katika ulimwengu. Kwa ile taasisi ilikuwa kwa ajili ya kutoa training, lakini si hivyo tu, akawa anatoa tuzo kila mwaka. Lakini jambo la pekee, baada ya mwaka mmoja Alfred Nobel alilala mauti. Sasa baada ya kuwa amekufa, vyombo vya habari tena wakaandika kwa mara nyingine. Sasa Alfred hakutambuliwa kama aliye mvumbuzi au mjuzi wa kutengeneza kuja na mbinu wa kuwa watu wengi kwa wakati mmoja, ila alifahamika kama mtu aliyegusa maisha ya watu na kusaidia watu wengi ulimwenguni. Na kupitia Alfred Nobel ndiyo tuzo zile za Nobel tunazozifahamu ndiye aliyeziasisi, ambazo mpaka leo tunafahamu anaendelea kufanya kazi. Ile ilikuwa ni matokeo ya Alfred Nobel. Baada ya kuwa ameona kile ambacho ulimwengu unazungumza juu yake, akaamua kufanya badiliko. Hilo linanikumbusha ya kwamba mimi na wewe ambao tumekuja kwa ibada ya leo, haijalishi jamii inaweza kuwa inazungumza nini juu yangu mimi na juu yangu ama juu yako. Haijalishi jamii ya kanisa inaweza kuwa imekupa lebo gani, aidha unaijua ama huijui. Yawezekana familia kuna namna imekupa lebo, ima unaijua ama huijui.
Lakini vipi eneo lako la kazi, ni lebo gani waliokupatia? Aidha unaijua ama huijui. Kwa namna iwayo yoyote ile, tunao nafasi ya kubadilisha na jamii kafahamu kila ambacho tunatamani watufahamu kwacho, na sio kile ambacho wametupatia wao.